Habari za wakati huu mtazamaji wa ZTV, karibu tuzungumze na tuyajadili yale yote yaliyojili kwenye michezo kwa siku hii ya leo. Lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na fainali ambayo ilichezeka huko Pemba na Yanga kuibuka washindi kwenye fainali hiyo ya Kombe la Mapinduzi Cup na kuibuka washindi wa kombe hilo wakicheza fainali hiyo na Azam FC. Lakini baadhi ya makosa yalijitokeza, ikiwemo kosa la Ibrahim Baka kumpiga kiwiko mchezaji mwenzio kwa makusudi kabisa, lakini pia makosa mbalimbali yamejitokeza katika mchezo huo wa fainali. Tumsikia afisa habari wa Azam FC Zaka Zakazi akizungumza kuhusiana na tuzo ambazo zimetolewa, lakini pia ikimgusia mchambuzi Hansa Rafael kuongelea timu ya Azam FC vibaya. Amegusia hilo na kumpa ukweli wake live kabisa. Yote utapata kumsikia kupitia hapa pa ZTV. Ikiwa ni mara yako ya kwanza, basi nakusitu kusubscribe sasa ili wa kwanza kabisa kupata update mbalimbali za michezo kutokea ZTV. Zaka Zakazi huyu hapa. Yaani mambo ya kimtaala yameenda vizuri kwa asilimia kubwa sana. Lakini mambo yanahusu mpira wenyewe sasa kwa shida kidogo. Hizi tuzo za mchezaji bora sehemu kubwa sana ya mchezo zinakuwa na shida. Okay. Kwa sababu hizo zinaamuliwa tu kwa maamuzi ya macho bila unajua kama ingekuwa inatumika labda data analysis labda ingewasaidia zaidi hawa watu kuamua, lakini hawai backup na chochote kingine wanasaidia wao kuona tu na kujiridhisha kiutashi. Kwa hiyo kulikuwa na shida kama hizo. Nimeona pia umesema kwamba Balakonte hakustahili kuwa mchezaji bora wa mchezo. Ni nani ambaye unadhani alistahili na kwa nini? Hapo ulipoona hilo na nilisema anastahili hapo. Na nadhani kama umesikia hivyo. Mimi nimeona, lakini kuna mtu ambaye atakuwa hajaona. Lakini sio wote ambao wana bora wa mchezo walikuwa ni Aishi Manula. Okay. No. Aishi alistahili kwa namna zote, yani kwa zote zinapokuwa kwenye mpira. Aishi ndio alistahili kwa hata kama yani Balakonte hakutakiwa hata kuwa kwenye bora kwa mchezo ule. Sio kwa mchezo, hata ndani ya kikosi chake yeye kama anachagua mchezaji bora wa mchezo ndani ya kikosi chake tatu bora hiki. Okay. Sio tu kwamba mchezo kwa mchezaji bora wa mechi. Huko mechi ni mbali sana. Mchezaji bora wa timu yake kwenye ile mechi hata tatu bora hiki. Kwa hiyo mimi nasema kuna matatizo tu kwenye uteuzi yani wa hizo tuzo na tu kama hivyo. Labda vitakuwa influence na nini sijui inawezekana, lakini ukweli hakustahili kabisa. Okay, kwenye maamuzi umezungumza pia yale yaliyotokea, lakini tukiangalia pia kwenye mkwaju wa penalty tunaona kama kuna swala fulani la kimaamuzi alikukaa sawa, kama Aishi Manula alikuwa ameshatoka kwenye eneo la mstari kabla mpira hujapigwa. Hilo unalizungumzaje? Kuna shida. Kuna kuelewa. Inawezekana mtu akaenda moja kwenye uamuzi, lakini mchezaji kipa anatakiwa asitoke mwili mzima, sio kipande. Unajua mguu wake kushoto. Kwenye kipande chake cha mwisho cha mguu alisimama kwa mstari. Kabisa kwa mguu wa kushoto. Hakuwa ametoka mwili mzima. Ila mguu wa kulia ulitangulia mbele, sio kosa. Sio kosa. Ila alisimama kwenye mstari. Sasa sheria ya mstari inasemaje? Mstari jambo lolote linalohusu mstari, uwe mpira iwe nini, inatakiwa kama ni mpira utoke wote, ndio unakuwa umekusanyika wote mstari. Kama ni mchezaji wote, yani a split of an inch. Unajua inchi moja ni kitu kidogo sana. Sasa ile inchi moja ikata tena vipande. Kama kuna mkutano kati ya mstari na hiyo object, kama ni mchezaji au kama ni mpira, bado inazidi yuko ndani ya mstari. Kwa hiyo anazidi yuko ndani, yani hajatoka. Sasa ukiangalia ile video vizuri, ukizungumza vizuri sana, unaona alikuwa bado kwenye mstari. Kwa hiyo ni shida tu ya hiyo tayari kuna pressure inatengenezwa. Labda kuna kitu unajua Aishi amekuwa akizungumza vibaya kwa muda mrefu sana. Kuna watu wanatarajia kwamba toka Desemba toka kinacho naanza. Wako hapo kina Hans yuko hapo. Kama yuko kwenye kipindi alitabiri kwamba na alianza anakuwa hapo kufika Desemba atakuwa ameacho. Ni Januari na anashinda mchezaji bora wa mechi pale.
kwenye kombe la Mapinduzi. Atatoka na hizo tuzo hapo, atakuwa kipa bora wa mashindano. Unakuta mtu kama hivyo, wakati mwingine hao ndio wanakuwa kwanza kusema tena mtu kama hivyo, kwa sababu wanataka kujustify yale waliosema hapo kabla. Lakini haikuwa kabisa, Aisha alikuwa bado kwenye mstari. Okay, kukosekana kwa kina Faisal Salum na baadhi ya wachezaji ambao wanacheza kikosi cha kwanza, kuna namna yote kimeathiri matokeo yenu ya siku ya jana? Hapana, timu iliandaliwa bila wao. Ingekuwa walikuwepo na wakawa sehemu ya mpango wa mechi tangu mwanzo, alafu wakakosekana, pale wanaathiri. Lakini timu iliandaliwa mashindano haya, wao hawakuwepo kabisa. Hawakuwa sehemu kabisa ya mashindano. Kwa hiyo timu ilitengenezwa ikitegemea sasa waliokuwepo. Na sio tu unaona mechi ya jana, anaanza Faisal Salum kutoka 15. Mmoja yuko Adolf, mmoja yuko Seduke na yuko Sadio Kanute, mmoja yuko Yahya Zaidi, anaanza mtu wa 15. Maana yake timu iliandaliwa ya kutosha, yoyote ambaye yupo anaweza kufanya kazi. Okay. Na hao watoto wa 15 ndio mpaka mechi mpaka dakika 20 dhidi ya timu ya Ascon. Yaani hiyo timu wenzetu wanaweka timu yao bora kuliko zote walizonazo. Ndio timu walionayo ndio elite ya kocha yao. Wamecheza na kwa 15, wameingia mpaka dakika 20 wakiwa kwa nguvu. Maana timu iliendelea vizuri sana, na mimi naamini kama Baraka naye angetoka kadi nyekundu na tukabaki kumekuwa sawa sawa kwenye sehemu ya mchezo ubaki. Kwa ile mechi kwa chini kwa penalty kwa nisha mapema. Okay, huu ni utakuwa mpango wenu endelevu ama imekuwa tu ni kwenye Mapinduzi? Kapana tumekuwa tukiona mabadiliko kwenye Mapinduzi, alafu tukirudi kwenye ligi na michezo mingine mambo yanaenda tofauti wa kuwachezesha vijana. Sio sisi. Hao nao tuongea sio sisi. Sisi maisha yetu haya. Yaani haya ndio maisha yetu ya kila siku. Niliandika jana kabla ya mchezo na kizungumzia Feidogo. Ndio mtoto leo mzungumzia hapa anaitwa Feidogo kwa jina lake la utani. Mtoto mzuri Feitoto, sababu ni Feidogo. Okay. Feidogo ameanza mechi na Yanga ya fainali ya Mapinduzi. Na nilirejea Aishi Manula, huyu ndiye mzungumza hapa, mechi yake ya kwanza ya ligi kutoka akademi dhidi ya Yanga. Na hiyo mechi alianza Aishi Manula, akaanza na Farid Musa. Alafu baadaye akaingia Joseph Kimwaga. Mechi dhidi ya Yanga ya ligi kuu. Ndio. Amesahau kumtaja Friday. Kutoka akademi mechi ya Kevin Friday. Nafahamu. Tumekuwa tukifanya hivyo siku zote. Niko sahihi. So, nao katika nafasi kwa msindo anaanza kucheza ligi. Anaweka 16 na miezi kabla hajafikisha miezi, yani bado miezi mingi afike 17. Kacheza mechi ya ligi. Ndio. Vile ni kipa na ndio kwenye uwanja wa Jamhuri. Na wako mpaka sasa. Na ndio maana ukiangalia wachezaji wazao tulionao, asilimia zaidi ya 70 kutoka akademi yetu. Na tunawapa nafasi tangu wakiwa wadogo. Kwa hiyo kusema kwamba tuenda kwenye Mapinduzi ndio imetoka hapo tukirudi, hapana, sisi hatuko hivyo au naozungumza kivipi. Okay, sawa. Pengine kama kuna jambo lolote ambalo ungependa kulizungumza hapa mimi sijakuuliza, karibu. Ya, baada ya mechi ya jana tuliondoka usiku ule Dar es Salaam kwa sababu tena tutajiandaa na timu ya Simba iliyobaki. Kuna mechi mbili za ligi kuu ambayo moja ikicheza ni kwa 7 dhidi ya Coastal Union pale Chamazi, halafu tutakuwa na mechi tarehe 20 dhidi ya Fountain Gate. Kwa hiyo ni muhimu kurudi tupate muda wa kupumzika na kujiandaa. Tumefanya hivyo, kwa hiyo tutakuwa na mechi hizi mbili hapa katikati. Wachezaji wetu wako kwenye Aston, wataungana na wenzao mazoezini, lakini kuna wale ambao tuko masaidi hivi karibuni, akiwemo Haaland wa Zanzibar, naye atakuwemo kwenye mazoezi haya. Huyu Haaland ni nani tena jamani? Una habari kama sisi tumesaini Haaland kutoka Zanzibar? Mimi simjui Haaland wa Zanzibar. Yes, kawa. Kweli simjui Haaland wa Zanzibar. Kipindi kinajua. Leo ni habari ya siku nyingi, yani ni habari kama ya siku 3-4 nyuma. Nafahamu mmesajili mchezaji kutoka Zanzibar, lakini sikujua kama anaitwa Haaland wa Zanzibar. Ni Haaland wa Zanzibar. Naam. Na tumesaini mwingine tena kutoka Zanzibar, pungi sana, lakini taarifa zitakuja, lakini tumeshasaini mwingine kutoka Zanzibar na tunataka kuchukua wachezaji wenye umri mdogo, tuwape nafasi, tuwape platform ya kukua. Kwa sababu tuna hiyo platform ya kufanya wachezaji wakue na kuangalia namna gani kutoka hiyo kipadiana. So hawa watungana na wengine kwa Nairobi dhidi ya Nairobi katika namba 5 tutakuwa tunaendelea tarehe 25 mjini Nairobi, uwanja wa Nyayo.
February Amani Amani Complex Zanzibar. Yeah. Okay, na huyu kwa huyu Haaland wa Zanzibar Aimar Abubakar, naona kulikuwa kuna mvutano, nilisikia bwana mlikuwa nyinyi mnamtaka na kuna timu moja hivi ya Kariakoo ilikuwa inamtaka. Sijakusikia hapo vizuri. Nasema hivi kwa huyu Haaland wa Zanzibar huyu nasikia kwamba kulikuwa kuna mvutano hapo, nyinyi mlikuwa mnamtaka lakini pia kuna timu nyingine moja ya Kariakoo ilikuwa inamtaka lakini nyinyi ndio mkafanikiwa kumpata. Timu ya Kariakoo ipi? Mimi sijui ni ipi lakini ipo. Wewe hauijui hiyo? Unajua kuna watu wanasema sana kutaka timu za Kariakoo. Timu ya Kariakoo ni Cosmopolitan au Pan Africa. Na hizo ndio timu ambazo za Kariakoo. Zile zote hamna timu ya Kariakoo. Kwa hizi nyingine ni za sisi wote tupo Kariakoo tumehama. Kariakoo ikahama Yanga alikuwa Kariakoo. Kwanza Yanga hajaikuwa Kariakoo. Yanga hapo Jangwani. Jangwani sio Kariakoo. Kwa zaidi ya miaka inakaribia miaka 50. Msimbazi sio hapo Kariakoo pia? Kariakoo. Ni wapi? Jangwani. Sisi kata tofauti, yani kata tofauti. Kariakoo ni kata na Jangwani ni kata. Ni kata mbili tofauti. Utakuja Msimbazi muulize. Unauliza Msimbazi hapo. Msimbazi sipo Kariakoo. Wamehama kwa Bunju huko. Kuna timu ya Kariakoo na timu ya Afrika na Cosmopolitan. Okay. Ndio wao wengine kama Jangwani miaka mingi. Tumeacha mazi. Lakini kuna timu nyingine ilikuwa inamtaka. Nifunze pia kutoa. Unajua kuna makosa watu mpaka leo bado wanasema Nyerere wanasema Pugu rudi baadaye leo. Sasa ni mazoea ambayo watu wanakataa kubadilika.